Leo changamoto ya kutoa harufu mbaya mdomoni inazidi kuwa kubwa, na nimekuja kugundua yes, tunahitaji kuwa tunafanya usafi wa mara kwa mara, na hii nitaendelea kuihamasisha kwamba endelea kufanya usafi wa kinywa chako na meno yako, kwa maana ya kwamba kwenda hospitali, kwenda kwa wataalamu wa meno na kwenda kusafisha meno. Lakini moja kati ya changamoto kubwa ambayo nimeiona ni tekniki ya upigaji wa mswaki. Namna ambavyo tunatumia njia ambayo tunapiga mswaki nayo ni moja kati ya njia ambayo inapelekea sana. Wakati mwingine mtu anaweza akawa amesafisha kinywa chake, amesafisha meno yake, lakini tekniki ya kupiga mswaki ikakupelekea kuendelea kuwa na harufu mbaya. Sasa mfano, kuna watu ambao wanapiga mswaki, wanapiga vinywa vyao na especially ulimi kwa tekniki ya kuingiza ndani na kurudisha nje, kwa maana ya namna hii. Sasa unapokuwa unapiga mswaki wako namna hii, ni rahisi sana kutengeneza pochi kwenye ulimi wako, kwa maana ya kwamba vyakula unavyorudisha nyuma, vile vyakula vikao vinaenda kukaa kwenye eneo za humu. Sasa unaweza ukajisababishia infection, lakini zaidi unaweza ukapelekea kutoa harufu kinywa chako. Sasa ipi ni tekniki nzuri? Tekniki nzuri, toa uchafu namna hii. Yaani usipige kupeleka kule, badala yake unatoa nje namna hii, especially kwenye ulimi. Kwenye ulimi toa namna hii. Hii itakusaidia ili kusudi usiweze kutengeneza hayo mabaki nyuma na akasababisha ukao unapata harufu mbaya. Na harufu ya design hii unakuta mara nyingi una experience pale ambapo unakuwa unapumua. Yaani ukipumua hewa yako ndio unahisi kwamba hii hewa nayoitoa si nzuri. Lakini zaidi tuendelee kusafisha vinywa vyetu, tuendelee kupiga mswaki nyakati za usiku ili kuweza kujisaidia kuwa na hali nzuri ya kinywa chetu na afya yetu kwa ujumla.